Aise, mambo vipi? Mimi naitwa Malenga Mswahili, uzaniita Mambia Nyansiri na hutakuwa umekosea. Kupata video zangu zote, fika pale kwenye YouTube, tafuta jina Malenga Mswahili TV. Fika pale tafuta jina Malenga Mswahili TV. Na pale Facebook tafuta jina Malenga Mswahili. Pale ndipo ambapo utapata kazi zangu zote. Pale kwenye Facebook utapata kazi za uandishi, na pale kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube utapata jina Malenga Mswahili TV. Pale ndio utapata video zote ambazo mimi nimefanya bwana. Sasa leo nataka tuende jela kidogo. Kuna kisa fulani hapa. Nataka tuende tupige story. Maisha ya jela kidogo. Kuna kijana fulani hapa. Nataka tumwangalie ilikuwa kwaje bwana. Unajua jela, kuna maisha ya jela sio rahisi kama jinsi ambavyo unafikiria. Bwana, unajua maisha ya jela sio kama jinsi ambavyo unafikiria. Kuna jela aina tofauti tofauti, kuna Kodiaga prison, kuna Lang'ata Women prison. Bila shaka jela ambao ni kubwa sana humu nchini kwa wanawake, nikizungumzia Lang'ata Women prison, na pia kwa wanaume pale mfano jela kama Kamiti Maximum Security prison. Moja kati ya jela kubwa sana ambazo zina historia bwana. Na kule nje mfano kama Rwanda kuna Gitarama Maximum Security prison, moja kati ya jela kubwa ambazo zinaaminika sana pale. Sasa bwana, kuna kijana fulani alikuwa anaitwa Jefferson. Alikuwa anatoka kwenye familia ya kitajiri sana. Jefferson alikuwa anatoka kwenye familia ya kitajiri sana. Baba yake na mama yake walikuwa wamejiweza kipesa bwana. Mama yake alikuwa hakimu na baba yake mwenyewe alikuwa askari wa kijeshi. Sasa ikatokea kwamba, unajua kawaida wale watoto ambao wameelewa kwenye zile familia za kitajiri, kuna maisha ambayo hawajawekwa sana kwenye yale maisha ya utafutaji. Yaani yeye, unajua wengi hawajui maana. Kwa bwana, ukijaribu kuangalia wale watoto ambao wameelewa katika familia za kitajiri tofauti sana na sisi watafutaji, wale wenye maisha ya ghetto bwana. Unajua sisi kujitafutia pesa inakuwa rahisi. Kuna muda ambao hata humtegemei sana mzazi. Lakini ule dogo mwenye ambaye anatoka kwenye familia ya kitajiri pale, yeye kila muda senti kwa mzazi, Sasa bwana Jefferson, kama jinsi ambavyo nimekuambia, babake alikuwa mwanajeshi, alikuwa anafanya kwenye jeshi hivi. Sasa ikatokea kwamba, lakini sio Kenya, alikuwa anafanya kwenye jeshi nje ya nchi. Alikuwa anafanya kwenye jeshi la Umarekani, United States of America, US Army. Alikuwa katika kitengo cha Navy SEAL. Sasa Jefferson bwana, wakati ambapo alikuwa ameenda pale, alikuwa amemaliza kama miaka mitatu. Sasa alikuwa anarudi. Wakati anarudi walikuwa na mke wake pale ng'ambo. Lakini sasa huko Kenya watoto wao walikuwa nasomea huko Kenya. Wakati ambapo wanarudi, ile ndege ambao walikuwa wamekaa bwana, ilipitia kwenye mlima wa barafu. Na unajua mlima wa barafu, mara nyingi ndege zinazuiliwa kupita kwenye milima ya barafu. Unanielewa? Ndege haziruhusiwi sana kupita kwenye milima ya barafu. Na hata kama ni kupita kwenye milima ya barafu, kuna kiasi fulani urefu ambao ile ndege inafaa kuwa umbali kiasi fulani na hiyo barafu yenyewe. Sasa wakati wanakuja bwana, yule mwendesha ndege ambaye alikuwa anapita kwenye ile barafu, ndege haiko mbali sana na ile barafu, sehemu ambayo ilikuwa inapatikana. Sasa ikawa imeshika ile baridi kidogo, ndege ikazima. Ndege kuzima, kila kitu pale ndani kikazima. Sasa bwana, ndege ilianguka wapi? Ilianguka pale kwenye mlima wa barafu. Sasa kuanguka pale, walipatikana baada ya mwezi mmoja. Wakati ambapo walikuwa wanatafutwa, walipatikana na wale wanaume ambao huwa wanaenda mountain climbers, wale ambao wanaenda kupanda kwenye milima. Sasa wakati ambapo walipatikana, hawa nadhani wazazi wao wanarudi nyumbani uzima nini. Wakati ambapo wazazi walirudi wakiwa wameshafanya nini? Walirudi wakiwa wameshakufa. Sasa walirudi tu kuzikwa bwana. Sasa japokuwa Jefferson alilia sana, alikuwa na wadogo zake wawili, lakini wale walikuwa watoto wa kike. Unajua mtoto wa kike bahati yake bwana usilinganishe na mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume bahati yangu mimi inakuja kutokana na kupambana, lakini mtoto wa kike bahati yake
inakuja kutoka kwa kupambana kwa mtu mwingine, inamfikia yeye. Sasa maisha yaliendelea. Zile mali ambazo walikuwa nazo, walikuwa wadogo, kwa zile mali ambazo walikuwa nazo ndugu na baba ya Jefferson, ndugu sasa na baba ya Jefferson, baba mdogo na Jefferson, alifanya nini? Alikuwa kumbe ameenda zile barua zote, alikuwa zile mali zote za mzee alikuwa ameziandika chini ya jina yake, na sio chini ya jina nani, jina ya Jefferson na wale watoto wangapi, wale mabinti wawili. Sasa wakati ambapo maisha yanaendelea, hao wanakuwa lakini hawajui kwamba zile mali zipo chini ya jina nani, zipo chini ya jina ya baba yao mdogo, ndugu na Jefferson. Sasa bwana, maisha ya Jefferson yalianza kwenda mrama. Unajua hakuna mtu ambaye anaweza kubali au anatamani labda akaishi, sijui kama we kama mwanaume umeshawahi ishi kwa mji wa wenyewe. Kama mwanaume unalishwa, maji unanunuliwa, chakula unanunuliwa, mavazi pia unanunuliwa, viatu unanunuliwa. Kwa unaishi pale, lakini wale ambao wanaishi na wewe hawakuchukulii vizuri sana. Kuna muda ambao unafika wanakuchoka wao wenyewe. Kuna muda unafika tu anakuchoka, hata kama hawezi kukufukuza kwa kukwambia kwamba nenda. Kuna mambo ambayo yanaweza yakakuonyesha tu kwamba anataka fanye nini, anakuambia uende. Mfano, ulikuwa kazini, ulikuwa umeenda kwenye utafutaji, ulikuwa umeenda kupiga hustle kidogo. Sasa wakati unarudi unapata kwamba wao wameshakula, lakini ukitarajia kwamba labda wamekubakishia chakula, unapata kwamba kumbe hakuna chakula ambacho kimefanyeje, hakuna chakula ambacho kimebakishwa. Yaani kuna mambo tu naangalia, unajua kwamba hawa watu wananiambia niende, lakini hawaniambii fanyeje, nenda. Sasa wakati ambapo wanaendelea hivyo, Jefferson ilifika muda akachoka. Kufika muda amechoka, akaamua kufanyeje, akaamua mwenyewe kujitafutia nini, kujitafutia maisha bwana. Sasa kwenda pale, unajua yeye alikulia kwenye maisha ya kitajiri, ikitegemea na maisha ambayo sasa hivi yupo. Unajua hajazoea kukaa wapi? Hajazoea kukaa sana maisha ya ghetto haya. Hajazoea maisha ya ghetto. Sasa Jefferson ameingia sasa mtaani. Kufika pale mtaani, ili uwe mtoto wa mtaa, lazima utafute nani? Lazima utafute mtoto wa mtaani akufunze jinsi ya kuishi mtaani. Bwana mmoja akasema kwamba kuna dogo fulani akasema kwamba hakuna mtoto wa mtaani. Mtaa hauzai mtoto, mama ndo anazaa mtoto. Malezi ya mama yanachangia mtoto kwenda wapi? Kwenda mtaani. Hakuna chokoraa, ila maisha ndo yalisababisha kukakuwa na chokoraa. Kwa ikitokea hata siku moja ikawa nini bwana, usimuite mtoto wa watu chokoraa. Kuna uwezekano hata wewe siku moja ukajipata kwenye hayo maisha, maana pia yeye hakutarajia kuishi kwenye nini, kwenye hayo maisha uchokoraa. Sasa bwana Jefferson amepata marafiki, wameanza kubambanya na maisha, wameanza kutafuta riziki, wameanza kutafuta sasa maisha pale. Ameanza kuonyesha vichochoro jinsi ya kuishi mtaani. Lakini ukumbuke kwamba alikuwa mtoto wa kitajiri. Sasa bwana Jefferson, ikatokea siku moja walikuwa wameenda mtaani. Unajua hawa street kids hawa, kuna muda sema kwamba kupokonya mavibeti nini mambo kama hayo, na hizo unanielewa. Sasa walikuwa wametoka Mbogi ya watu ngapi? Watu 4. Nikisema kwamba Mbogi sio Kiswahili, ila ni jina la Sheng. Sasa Mbogi ni kikundi cha watu fulani hivi, na wale watoto wa mtaa, unaelewa. Sasa walikuwa Mbogi ya watu 4, vijana 4 hivi. Sasa walienda mtaani, wakamwambia Jefferson, sasa tunataka tukufunze kufanya nini? Tunataka tukufunze jinsi ambavyo sisi tunapokonya nini. Unaweza ukapokonya kibeti cha vibeti, pesa nini, lakini usije ukakamatwa na mtu yeyote. Wameenda mtaani, imefika jioni saa 1, giza limeanza kuingia. Wamemwambia Jefferson, sasa wewe umeona yule mama pale, yule anakuja. Sasa wewe tutakutuma, utatangulia, alafu wengine tutafuata. Sasa hivi ndo mchezo utakuwa.
Sisi tutaenda wote wane kama wane, sisi watatu na we mmoja. Tutaenda kwake yeye, jinsi ambavyo anafanyeje, yeye jinsi ambavyo anakuja, wewe utamshika mikono vizuri, utamkalia chini. Sisi tutamtoa vitu ambavyo amefanyeje, ameshikilia. Baadaye tukimaliza utatoroka. Tukifika huko kwenye tulifika, tutakuangalizia na wewe utafanyeje, utatoroka. Akasema basi sawa, wakaenda. Lakini wajanja walimwambia kwamba wewe utamshika ulale naye chini, sisi tutakimbia. Sasa mjinga si alifanya jinsi ambavyo alifanyeje, alifanya jinsi ambavyo aliambiwa. Akakimbia pale kama kawaida, akafanyeje, akamlalia chini, akamshika mikono. Wale wengine wakapokonya nini? Wakapokonya kile kibeti. Wakakimbia. Kukimbia, ambao waliona kile kitendo wameanza kupiga nduru. Kupiga nduru, maskari wa Kanjo walikuwa hapo karibu tu. Kanjo walikuwa karibu. Sasa yule kutoroka, kuna barabara moja, kuna street road moja ambayo ilikuwa inatokea hapa katikati ya ambapo alikuwa na ambapo hawa walikuwa hapo katikati. Kwa kabla afikie hawa, kuna makanjua ambao maskari soko ambao walitokea hapo katikati, wakamshika kabla kufanyeje, kabla kufikia hawa. Sijui unanielewa? Aliwashika kabla kufikia hawa. Sasa katika kule kumshika hawa, walitoroka wakamwacha. Walifanya nini? Hawa walitoroka wakamwacha. Yule ameshashikwa, ameenda. Unajua cha ajabu ni kwamba kitu cha kwanza ukumbuke kwamba hajui hawa vizuri. Hata kama ndo wamemwambia jina naitwa Jonte, sijui nani, huwezi jua hata kama wamemdanganya. Huwezi ukajua. Sasa wakati ambapo ameshikwa, alienda akawekwa kwenye chumba kimoja pale kwenye ofisi yao pale, akafungiwa. Baada ya kufungiwa, imefika mida ya jioni, wakamfunga, walikuwa wamemfunga, wakamkata zile kamba. Baadaye wakaja sasa askari wale wenye kulinda usalama wale, wakaja wakafanyeje, wakaja sasa wakamshika. Wameenda naye wapi? Wameenda naye katika kituo cha polisi. Sasa unajua mtu yeyote kufika kwenye kituo cha polisi ni vitu viwili. Labda pesa ikakutoa pale ndani, na yule mtu ambaye anakujua aje akakutoa pale. Lakini kama una pesa, kuna kitu cha pili. Labda ukafanyaje, ukafungwa. Sijui unanielewa? Sasa pale ukumbuke kwamba hapo mwanzoni wazazi wake walikuwa wameshakufa. Baba, mama wote walikuwa wameshakufa. Alikuwa mwenyewe pale. Wakati ambapo maisha yanaendelea, hakuna mtu ambaye alikuja kumsaidia. Na kama kawaida ukishikwa pale kwenye makosa, utapelekwa kotini. Akikosa mtu wa kukuokoa au mtu wa kukusaidia, unahukumiwa nini? Unahukumiwa kulingana na kesi ambayo imekukuta, kulingana na kitu ambacho kimekukuta wewe. Sasa akapelekwa mahakamani, akasomewa mashtaka, akakubali kwamba mimi nilifanya hivi na hivi na hivi na hivi. Alafu cha pili ukumbuke kwamba walimuona, mashahidi ni wale maskari Kanjo, manake walimuona. Na wale ambao walipiga nduru ukumbuke kwamba walikuwa wamechoka sana na hiki kitendo ambacho vijana wanawapakunya wamama pesa, vibeti nini, mambo kama hayo. Sasa bwana Jefferson aliweza kuhukumiwa kifungo cha miaka 25 jela. Miaka 25 jela. Kuhukumiwa miaka 25 jela, kumbuka kwamba ana miaka 23. Ukiongeza ile miaka 25 ambayo amehukumiwa jela, kumaanisha sasa atatoka ukiwa na miaka 48. 48 years. Unaona? Sasa alipelekwa jela pale. Yani hiyo ndo ile tunasema kwamba abruptly kitu imehappen tu hivyo, maisha imebadilika kila mtu kitu kama hiyo. Sasa maisha yake ilibadilika tu ghafla. Amejipata jela, wazazi walishakufa, dada zake hata akumbuke alipoacha, ajua alienda wapi. Yeye alienda tu akafungwa wapi? Akafungwa jela. Kumaanisha atatoka jela akiwa na miaka 40 na ngapi? Miaka 48. Atatoka akiwa na miaka 48. Lakini sema kwamba ni bahati, maana kuna ambao wanafungwa maisha jela, kuna ambao wanafungwa miaka 40 jela, 60, 95 nini. Lakini tena kukaa jela miaka 25, unajua kwamba maisha yako yote ya ujana umeamalizia jela. Kumaanisha ukikuja hapa utakuja tu kuoa. Mpango wa kuoa ni kupata watoto. Ndo labda kesho na kesho kutwa uwe na kizazi. Hiyo ndo labda mpango kufanyeje, kuja huku nje labda uje kuoa tu, hicho tu. Hakuna kitu kingine.
Sasa bwana, si jamaa ameingia pale jela, maisha yameanza. Unajua jela sasa, jela, maisha ya jela bwana. Maisha ya jela ni ya jela. Maisha ya jela sio kitu rahisi sana. Maisha ya jela ukifika pale chakula bwana. Yani wanasema kwamba ukifika jela usiwahi pewa chakula na mfungwa mwenzako ukakula. Hicho chakula utakilipa usiku, na kukilipa usiku utakilipa kuwa mke wake bwana. Na ukumbuke kwamba wewe ni mwanaume na yeye ni nani? Na yeye pia ni mwanaume. Hicho ndo kitu ambacho kitatokea. Sasa alikaa pale baada ya miaka kama 3.5 hivi. Baada ya kama miaka 3.5 wazo likamjia. Hivi kweli miaka yote kwa miaka 25, miaka 3 imetoka, kumaanisha amebakisha miaka mingapi? 22. Sasa akaanza kupiga mahesabu. Hivi hapa jela kweli nitavumilia miaka 25 yote ishe? Nimemaliza 3 na imebaki 22. Kweli nitavumilia? Sasa kuona hivyo akaamua kufanyaje? Akaamua kubuni mbinu. Akaamua kubuni mbinu ambayo atatoroka kutoka wapi? Atatoroka kutoka pale jela. Lakini sasa wakati ambapo alishare hiyo idea na marafiki zake, walimwambia kitu kimoja. Watu wengi wamejaribu kutoroka kutoka hapa na hawajaweza kufanyaje? Hawajaweza kufaulu. Wengi tu wamejaribu kutoroka lakini hawajafaulu. Na wengine wakijaribu unapata mtu ameuawa, amepigwa risasi, nini? Maana hiyo jela ilikuwa katikati ya mbuga, karibu na mbuga fulani, na pia ilikuwa pembezoni pia kulikuwa na msitu fulani hivi. Sasa baada ya kujikuta huko, mtu ambaye alimshauri, alimwambia, ambao wamekaa pale sana, walimshauri wakamwambia kwamba iwapo unataka kupata mbinu wa kutoka huko, utafanya kitu kimoja. Kitu ambacho utafanya hapa, watafute wale ambao wamekaa jela miaka mingi, ndo atafanyeje? Ndo atakupa ushauri wa kutoka hapa. Tafuta ambao wamekaa hapa kwa miaka zaidi, labda zaidi ya miaka 15, manake kikubwa kusoma ramani. Ukisha soma ramani ya pale ndani, kumaanisha kwamba una ile map ambayo itakuwezesha na itakuongoza kufanyeje? Kutoka pale ndani. Manake unafaa kupata mtu ambaye amekaa pale ndani kwa muda, anaelewa kuingia na kutoka, anaelewa vyumba vyote. Manake sehemu yoyote, jela yoyote ile huwa ni kubwa, yoyote ile huwa ni kubwa sana. Kwa walikuwa natafuta mbinu ya kufanyeje? Walikuwa natafuta mbinu ya kutoroka kutoka pale ndani. Sasa bwana, cha kufanya akamwambia, tafuta mtu ambaye amekaa hapa sana, na mtu ambaye atakusaidia ni mmoja. Kuna mzee ambaye kazi yake hapa ndani ni kuazika wale wafungwa ambao wamefanyeje? Wale wafungwa ambao wamefungwa katika hii jela. Wale wafungwa ambao wamefungwa katika hii jela maisha, alafu wamefia hapa ndani. Unaelewa? Sasa akamwambia huyo ndo mzee ambaye utatafuta. Akamwambia sikuelewi mzee, sikuelewelewa. Akamwambia haya. Akamwambia kwa lugha rahisi, kuna mzee fulani hapa, kazi yake ni moja. Huyo mzee ni trustee. Yule mtu ambaye amekaa jela kwa muda mrefu, kuna muda ambao akiaminika sasa wanamuita trustee, kiasi kwamba nguo zake zinabadilishwa. Kama Kenya anavaa nguo za blue, Sudani anavaa sijui nyekundu. Sasa wametofautiana kitegemea nchi. Sasa akamwambia tafuta huyo mzee, atakusaidia. Huyo mzee kazi yake ni kwenda kuwazika wale wafungwa ambao wamefia jela na wamefungwa maisha. Huyo ndo mzee ambaye atakusaidia. Manake huyo mzee huwa na uhuru wa kuingia na kutoka, lakini wakati ambapo anatoka ni ule muda tu, anachukua mfungwa na kwenda kumzika. Akasema sawa. Sasa kufanya hivyo akafanyeje? Akamtafuta huyo mzee, akampata. Akamwambia, sasa mzee, mimi naomba nisaidie. Mimi nimekuja hapa nimekaa miaka 3 na kama miezi hivi. Nataka unisaidie kufanya nini? Nataka unisaidie jinsi ambavyo nitaweza kutoroka kutoka jela, nitoke. Manake kwa kweli siwezi nikavumilia miaka mingapi jela. Siwezi nikavumilia miaka 25 yote ikaisha. Manake sitaki ujana wangu wote nifanyeje? Ujana wangu wote niumalizie hapa ndani. Akamwambia so issue, manake mimi nina uwezo wa kuingia na kutoka. Lakini sasa unajua kwamba ni hatari, manake wale wote ambao wamejaribu kuingia na baadaye wakatoka ni vigumu sana. Sasa wewe tafuta mbinu ambayo utafanya uingie ndani, alafu ufanyeje?
uje kutoka, lakini kwa akili zako mwenyewe. Akamwambia, bwana, sasa kwa akili zangu mwenyewe na wewe ndo na akili yangu, mbona usinisaidie tufanyeje? Mbona usinisaidie usinisaidie unipe mbinu ambayo itaniwezesha kutoka wapi? Kutoka hapa ndani. Akasema hamna shida. Akamwambia, sasa kesho utakutana. Kesho tutakutana, na tukikutana nimekupa dakika ngapi? 10. Na hizo dakika 10 hakikisha kwamba ufuate maelezo ya vitu ambavyo nitafanyeje, nitakueleza. Akasema hamna shida mzee, mimi hakuna kitu ambacho kitakuwa kigumu kwangu. Akasema hamna shida. Kesho imefika mida ya saa 10 kama jinsi ambavyo alikuwa amefanyeje, alikuwa amemwambia. Kufika mida ya saa 10 hivi wamekutana. Akamwambia, sasa bwana, nataka ufanye kitu kimoja. Kitu ambacho utafanya, naomba uwe na baadhi ya vitu ambavyo nitakwambia. Kitu cha kwanza. Sasa kijana akamkatisha hapo hivi, akamuuliza, hivi vitu ambavyo unaniambia ni vitanigharimu kuvipata au inakuwa kwaje? Akamwambia kwamba hivyo ndo vitu ambavyo vitakuwezesha kutoka hapa ndani. Akasema hamna shida. Akasema wewe nieleze tu. Akaanza kumweleza. Akamwambia, kitu cha kwanza naomba uwe na tochi ya kumulika. Kitu cha kwanza naomba uwe na nini? Tochi ya kumulika. Baada ya tochi, kitu cha pili naomba uwe na nini? Saa ya mkononi. Alafu kitu cha tatu naomba uwe na maji ya kunywa. Unaelewa? Akamwambia naomba uwe na maji ya kunywa. Amemwambia nini? Amemwambia tochi ya kumulika, amemwambia saa, na amemwambia nini? Maji ya kunywa. Sasa akamwambia kwamba kuna vidonge ambavyo nitakupa, na hivyo vidonge ukivimeza kuna mapofu ambayo vinafanyeje, ukimeza utatoa mapofu na huwa vinazimisha mtu, anazimia kwa muda fulani. Unaelewa? Sasa hivi vidonge, muda ambao nitakuomba ule, naomba ule hivi vidonge masaa 8 kabla, masaa 8 kuelekezwa katika kitendo ambacho kinaenda kufanyika. Na akamwambia kwamba hivi vidonge ukivila utazimia na utatoka mapofu kwenye mdomo, na roho, mwili wako utakaa kuzima kwa muda fulani, lakini muda wa masaa mangapi? Muda wa masaa 8. Akasema bora tu nisife. Akamwambia hamna shida, mimi kazi nimezoea. Akamwambia sasa swala la mwisho, akamwambia njia sasa ya mwisho, na ndo njia maana sana, ni moja. Kuna chumba ambacho mtu akifa, kile chumba huwa kina nini? Huwa kina jeneza moja. Lazima huwa kuna jeneza moja pale ndani. Jeneza nini? Jeneza mpya. Pale ndani huwa kuna jeneza mpya. Naomba nielewe. Kile chumba huwa kina nini? Huwa kina jeneza pale ndani. Jeneza mpya. Na hiyo jeneza ni kwa faida ya kumbeba yule mtu ambaye amefanya nini? Amekufa. Na lile jeneza huchukua pale ndani masaa mangapi? Hukaa pale ndani masaa mangapi? Masaa 4. Sasa akamwambia kwamba naomba umeze nini? Na akamwambia kabla hapo, akamwambia kwamba pale ndani lazima utapata kuna nini? Lazima utapata pale ndani kuna mtu ambaye amekufa pale ndani. Lazima utapata tu mtu kafa pale ndani. Maana siwe so maiti. Kuna yule ambaye Sasa akamwambia kwamba ukipatikana nitakuja nitakupata umeshaingia pale. Sasa akamwambia wewe utameza. Ukimeza mimi ndo nitakuja kufanya nini? Mimi ndo nitakuja kukupima. Na nikikuja kukupima mimi, rekodi ambayo mimi nitapeleka ni kwamba umeshakufa. Na nikishapeleka rekodi kwamba umeshakufa, kitu ambacho wao wataniambia ni kwamba chukua mwili kaupeleka kwenye kile chumba cha kuhifadhi nini? Kwenye kile chumba cha kuhifadhi maiti. Kwa nitakuchukua nitakupeleka kwenye kile chumba cha kuhifadhi maiti. Na kwa sababu pale ndani kuna jeneza moja kubwa, ile jeneza iko na uwezo wa kubeba watu wangapi? Watu 2. Unaelewa? Sasa ilivyofika, na kama kawaida ni kwamba alimwambia sisi huenda kuzika mwili mida ya saa ngapi? Mida ya usiku. Saa 9 hapo.
wakati ambapo kunaelekea kupambazuka, lakini bado saa 9 huwa ni mbali sana na mapambazuko, huwa ni mbali sana na machweo pale asubuhi. Sasa baada ya kumaliza yale mazungumzo alienda, na uzuri alikula tu chakula ambacho kimetosha, maana yake anajua kwamba kinachofuata sio rahisi hivyo. Unaelewa, alikula tu chakula ambacho kimetosha, maana yake anajua kwamba kitu ambacho kinafuata sio rahisi. Sasa baada ya kula, kilichofuata nini? Usiku sasa ndo usiku wa mchezo. Usiku ndo ule usiku wa mchezo. Usiku umefika, kafanyaje? Usiku umefika, kawaida kama kawa, alichukua zile tembe akameza. Kuchukua zile tembe kumeza, akaanza kubadilika. Ile hali ya kubadilika, mapofu ndo hayo, akazimia. Na kumbuke kazi ya tembe ni kuzimia kwa muda fulani, lakini baadaye ataamka. Unaelewa? Lakini baadaye ataamka. Alimwambia kwamba utazimia kwa muda wa masaa 4. Marake sisi tunachukua masaa 8 kabla tuzike. Sasa utazimia kwa masaa 4, kumaanisha kwamba masaa ambayo yanafuata mengine 4 utakuwa umeshaamka. Sasa ile kazi ni kwenda kuzika sasa. Unaelewa? Sasa baada ya hapo, kilichofuata nini? Kashazimia, hayo mambo yote yameshapita. Ule mwili wake ukabebwa. Ule mwili kubebwa, ukaenda ukawekwa kwenye kile chumba kama jinsi alivyokuwa kawaida ameambiwa. Sasa baada ya masaa 4 aliamka. Baada ya masaa 4 alifanyeje? Aliamka. Kuamka alipata yupo ndani ya nini? Jeneza. Maana alikuwa anajua kwamba nitajikuta ndani ya nini? Nitajikuta ndani ya jeneza. Sasa kuamka bwana, kuguza alisikia mwili. Kuguza alisikia mwili wa maiti. Na ukumbuke kwamba alisikia mwili, na ukumbuke ule mwili sasa ni wa maiti. Yaani mwili ni wa nini? Maiti. Mtu kacha kufa yupo pale ndani. Sasa hapo ndani kuna watu wawili. Kuna ambaye amekufa na kuna ambaye kajifanya amekufa. Lakini kitu cha maana nini? Yeye anataka kutoroka. Ukumbuke aliambiwa bebe vitu vitatu: saa mkononi, tochi ya kumulika, saa ya mkononi, tochi ya kumulika na maji ya kunywa. Sasa baada ya hapo akashika koti yake akiwa pale ndani kwenye jeneza, asikie kama koti ambayo aliambiwa abebe ina vile vitu. Sasa kufungua koti, akapata pale ndani tochi yake iko, maji hapo na saa ipo. Sasa hivyo vitu aliambiwa, tochi ni ya kumulikia pale ndani. Maraki si kwenye jeneza kuna joto. Kuna muda itafika utatumia tochi kumulikia nini? Kumulikia pale ndani. Kitu cha pili ni kupima muda. Maraki pale ndani kuna joto, pale ndani kuna joto. Na pia ukumbuke akienda zikwe atakuwa ndani ya shimo, unaelewa? Atakuwa ndani ya shimo. Alafu maji maji ni ya kunawa uso na kunywa, maana yake pale ndani kuna joto. Pale sio kwamba kuna baridi. Pale kwenye jeneza huwa kuna joto. Sasa aliambiwa hayo maji wakati ambapo upo pale ndani kwenye jeneza utakuna kunywa nini? Utakuna kunywa hayo maji. Na pia utakuwa unatumia kujipangusa, kuna wanawa uso. Unaelewa? Sasa akiwa pale ndani, baada ya risali moja aliambiwa ndo jeneza litabebwa kuwekwa kwenye gari liende kuzikwa. Sasa yupo pale ndani, amesikia jeneza linatikisika, jeneza likabebwa. Jeneza kubebwa limekalishwa kwenye gari. Wamekalisha kwenye gari pale ndani. Ni usiku saa 9, gari sasa ndo inaondoka. Yamebaki masaa 3 na kwenye barabara watachukua masaa mangapi? Watachukua masaa 2.5. Maana sehemu ambao wanaenda kuzika ni mbali. Kumbuka nilikwambia kwamba kutoka katika ile jela ambao wamefungwa kuna mbuga kando na pia pembeni kuna nini? Kuna msitu. Sasa akiwa pale ndani wakaenda na alimwambia kwamba ukiwa pale ndani kwenye jeneza tutafika pale, tutatumia kama dakika zaidi ya 25 hivi. Tutachimbua. Baada ya kuchimbua tutaweka jeneza pale ndani, alafu tutafukia. Sasa mimi
nitakufukua baada ya dakika ngapi? Baada ya dakika 10. Kwa uhesabu dakika 10 kutumia nini? Ile saa ambayo nilikwambia ubebe. Ikifika tu dakika 10 utajua kwamba sasa hapa ndio hiyo nafanyeje, nafukuliwa. Utasukuma tu nini? Utasukuma ile jeneza kama ambao unafungua utoke nje. Sasa bwana, umefika ule muda, wameenda wakachimba jamaa pale ndani, jamaa anaisha, jamaa amesweat kusweat. Yaani tell you jamaa amesweat. Amekunywa maji, maji yameisha. Jamaa amekunywa maji yameisha. Saa ya mkononi sasa ndo anaangalia. Akiwasha tochi anaogopa. Manake mtu wa kawaida huwezi kuwa na nguvu ya kuwasha tochi kuangalia maiti, manake alijua kwamba huyu ambaye hapo pembeni ni marehemu. Kwa hakuna haja ya kuangalia nini, hakuna haja ya kumwangalia marehemu. Yupo pale. Wamefika, jeneza limeshushwa, wamechimbua pale ndani, wakaeka pale ndani jeneza. Kuweka pale ndani jeneza, wakaanza kufanya nini? Wakaanza kufukia. Sasa jamaa yupo pale ndani anasikia michanga puu 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 puu, manake wanarusha sasa michanga kufukia ili wafanye nini? Waondoke. Sasa wakifika pale katika kule sasa kufukia kule, ameambia kwamba tukimaliza kufukia uhesabu dakika ngapi? 10 utakuwa umefukuliwa. Nitakuwa nimekufukua, najua nitatumia mbinu gani kukufukua pale ndani. Akasema sawa. Jamaa upo pale ndani anajua kwamba uhai wangu umebebwa na dakika ngapi? Dakika 10 za mkononi. Akasema sawa. Dakika zake uhai wake umebebwa na dakika 10. Washafukia. Baada ya kufikia jamaa kaanza kufanyeje? Ameanza kuhesabu saa. Dakika ya kwanza, dakika ya pili, dakika 3, dakika 4, 5, asikii chochote. 6, 7, hajasikia kama mtu anajaribu kufukua. 8, 9, kufika 10, asikii dalili yoyote. Bwana, 11, 12, 13, kufika dakika 20 hakuna mtu. Hewa imeanza kumzidi sasa. Ameanza kulemewa. Sasa akasema uoga mwingi, akajaribu kuwasha ile tochi sasa aone jinsi ya kujisaidia. Ukumbuke upo ndani ya jeneza, upo ndani ya makaburi pale ndani. Sasa cha kushangaza, kuwasha ile tochi, yule kumbe aliyekufa kwenye jeneza ni yule mzee ambaye alikuwa amepanga kwamba yeye ndo atafanyeje, atamfukua. Yule mzee wa kwenda kuzika, yule mzee mwenye alimpangia mipango yote, kumbe ndo ilikuwa imefika siku yake ya kupumzika. Aise, jamaa alichoka, akashindwa kulia, akasubiri kifo kimpokee. Nahisi umenielewa. Na kama umetazama umemaliza, usije ukaacha pale comment ya ujinga, maana najua umefurahi na story bwana. Najua umefurahi na story. Kuhakikisha kwamba umesubscribe, umelike ili kufuatilia story zangu zingine nyingi tu. Mimi naitwa Malenga Mswahili. Kuniita Mambia Joshua Nyansiri pia sio dhambi. Pale Facebook najiita Malenga Mswahili, na pia TikTok na YouTube kote Malenga Mswahili TV. One time.